Kwa mjibu wa neno hili la Bwana, kuna mambo kadhaa ya kuyaona kwenye hilo andiko. Naomba lipigie mstari. Cha kwanza, inaonekana mtu maskini ni mtu, ila kinachomqualify kuwa maskini ni umaskini wake. Haya, sogea hapa nikuoneshe kitu, nikutumie. Kuna mtu maskini, halafu kuna kitu anacho kinachokuwa kigezo cha yeye kuwa kinaitwaje? Umaskini wake. Akiwaje akishika ni mtu wa Mungu, ni mtu aliyeumbwa kwa sura, akifanikiwa ukimiliki maskini huyu, na maskini mmoja jina lake Lazaro. Umeelewa? Sasa ndio maana nimetumia Lazaro makusudi, kwa sababu wakati amezaliwa ametoka mbinguni, sio maskini. Na nataka nikuoneshe umaskini unaanzaje. Kila mtu anapozaliwa, hakunaga mtu anayezaliwa maskini. Na nitakuonesha. Mtoto anapozaliwa utashangaa watu wanakuja kumuona kabisa. Jirani yetu amepata mtoto, twende tukamuone, kikundi chetu cha kufarijiana na kutiana moyo kimeshafika. Sisi ndugu zake walioko Dar es Salaam wameshafika. Simu zinaita. Hapo aliyezaliwa sio maskini. Huyo ametoka mbinguni akiwa na potential zote za kutokuwa. Akija akakaa duniani kidogo, kuna kitu kinatokea hapa katikati. Baada ya muda tunaanza kusema ana lolote, basi maskini tu yule, maskini jeuri tu. Kuna maskini wapole sijui na maskini jeuri wapo. Maskini tu, sio yeye anaongea, ni umaskini unamsumbua. Kwa unagundua kumbe yeye sio umaskini, ila umaskini unamsumbua. Umeelewa kitu eh? Kwa umaskini ni kitu fulani, sio wewe, ila kako karibu na wewe, kakionekana na wewe unaitwa hako. Deliverance ya kwanza ni hiyo. You are not poor until you accept poverty. You are not poor because you don't have money. Wewe sio maskini kwa sababu huna hela. Wewe ni maskini kwa sababu umekubali umaskini. Hela haiamui mtu awe maskini. Mtoto anapozaliwa haji na hela, lakini akifika watu wanaleta hela. Utamnunulia nepi, nimemletea na tunguo twake hapa. Yeye anakuja tajiri kiasi kwamba matajiri wenye navyo wanaona ni sehemu sahihi ya kuwekeza, ili na wao wakija kupata na wewe warudishie. Wanamuona mwanao ni investment, ni sehemu ya kuweka. Kuna wengine anakuletea ila na yeye anajua kabisa nikizaa waje kuniona. Vyovyote vile iwe kwa ajili ya kwao pia arudishe. Kwa nini asikae naye akasema nitanunua mwenyewe nikipata mtoto, sipeleki kwake, nitatumia hii kununulia mwanangu akizaliwa. Kwa hiyo anaona kabisa mimi naweza nikaila, sehemu sahihi ya kwenda kuweka ili nije inirudie kwa namna nyingine ni kwa yule mtoto. Alafu baadaye unafika umri unasema sasa wewe ni mtu mzima, kajitegemea. Wakikuachilia hapo, inategemea ukule chini uliandaliwaje, ndio itakayoamua huku juu utaishije. Hapa umaskini ndio huwa unatokea hapa sasa. Mtu anaanza kusema sina hata 100. Ona, nitoe mifuko muone. Toa mifuko yote anatoa na huko. Labda mnafikiri natania, anatoa na wallet anakunguta. Sina kitu. Yaani hali ya maisha ni mbaya sana. Yaani huyu mama anavyotupeleka. Kwa hiyo nilichokuja kugundua cha kwanza, umaskini sio upungufu wa hela, umaskini sio upungufu wa mali au vitu. Umaskini ni taarifa zisizokuwa sahihi. Hii ndo siri namba 1 ya kushinda umaskini. Umaskini sio kutokuwa na hela, umaskini sio kutokuwa na vitu, umaskini sio chochote ambacho, sio kutokuwa na nyumba wala gari wala nini. Umaskini ni taarifa za uongo ulizokula tangu akili ilipopata akili. Niko duniani, mimi ninaitwa James, mama yangu ni Clara, na yule ni John baba yetu, na yule ni kaka Evans. Yaani hapo ndo umaskini ulipoanza kuingia taratibu kwenye maisha yako. Umaskini haumvamii mtu hivi, amna. Umaskini unakuja hatua kwa hatua mpaka unageuka kuwa ngome kwenye akili na fikra za mtu. Kwa hiyo umaskini ni mindset, ni mtazamo usiokuwa sahihi.
na dawa yake sio maombi. Dawa yake ni taarifa sahihi, ziingizwe mpaka zifurashi ule uchafu uliokaa kwenye ubongo wako, na usibaki tena hivi blanki. Hapo hapo ulipokuwa umekaa umaskini, kiwekwe kitu kingine kizito cha kuonesha wewe sio maskini. Hapo taratibu unashangaa kumbe wewe sio maskini. Kwa